Mzigo unaanza, kuna jamaa mmoja anaendesha zake baskeli kwa barabarani, anakimbiza kinoma yani. Pembeni kuna mzee mmoja anaonekana kama kuna kitu anakiwinda hivi. Baada ya kumuona yule jamaa akamgonga. Baada ya kumgonga yule mshikaji, akamwangalia. Baada ya kumgonga akawa anamwangalia kweli yani. Jamaa basi ameonekana amejeruhiwa kinoma kwenye mguu. Damu zikawa zinamtoka kinoma yani. Sasa akawa anajivuta zake barabarani ili atoke barabarani, aende pembeni asije mzee akamrudia tena. Akiwa zake anajikongoja, yule mzee akafungua zake kule gari, kutoa alama za barabarani kuonyesha kwamba yeye gari limeharibika. Mzee akachukua alama za barabarani kaziweka mbele ya gari lake, kuonekana kama gari lake limeharibika. Sasa huko jamaa akafanikiwa kuingia katika kimto kimoja, akawa anajikongoja ili kidogo aweze kukimbia. Mzee akachukua basikeli yake kabisa kika kwenye gari ili asikimbie kabisa yani. Baada ya kuingiza ile basikeli kwenye ile gari, akaamua avae vifaa vyake vya kazi ili kumtafuta kijana ashughulike naye. Kaweka pampu yake ya sumu ile, akaanza kuijaza. Anaonekana kama anaenda kuua wadudu hivi kwenye mashamba. Sasa jamaa huku anahangaika kinoma yani. Gari likapita likamuuliza, "Mzee vipi, kuna shida gani?" Mzee akasema hamna shida yoyote. Akaana tukashaka sasa chini kule kumtafuta mshikaji. Kashavaa sasa mavazi yake ya kiuaji. Mzee akaanza kutupia macho huku na huku kumtafuta kijana yuko wapi ili amalizane naye. Kashamaliza, kashavaa zake mavazi yake ya kazi, ana budi. Sasa jamaa huko anajaribu kutafuta msaada. Anajaribu kukimbia lakini mzee kashamuona. Kamwangalia, kijana, unaenda wapi? Njoo hapa. Jamaa anajaribu kukimbia kutafuta msaada lakini wapi? Anajaribu kutapatapa kweli yani. Mzee akamsogelea pale pale. Njoo hapa. Wewe kijana, unacheza na mimi, unanijua unijui? Kaanza kumnywesha maji ya dimbwi. Mzee alivyokatili kaanza kumnywesha maji ya dimbwi. Jamaa anajaribu kuomba msamaha. Mzee, nisamee mzee wangu. Akachukua ile pampu ya sumu akamnywesha. Jamaa akamnywesha kwenye maji pia akamtokomezea humo. Huko upande wa pili kuna jamaa mmoja anaitwa Mr. Patrick. Akiwa zake na familia yake alikuwa anatoka zao safarini. Lakini mzee akila akiangalia nyuma anaona kama anafuatiliwa hivi. Akaanza kumwambia mke wake, "Mbona kama anafuatiliwa huko nyuma?" Akawa na wasiwasi. Wanae wenyewe akawa anamshangaa, "Baba vipi tena?" Kila akicheki nyuma kuna gari moja linawafuatilia. Wakikatisha, gari nao linakatisha. Wakienda kushoto, nao linaenda kushoto. Sasa ikabidi na wanae wageuke nyuma ili kuangalia ile gari. Gari lipo nyuma kweli linakuja kinoma. Alafu tukiliangalia ile gari inaonekana na yule mzee muuaji. Oya, sio poa. Mke wake akachanganyikiwa, "Mume wangu, inabidi niwapigie polisi." "Sio kweli." "Usipigie polisi." Mume wake akamkataza, "Hapana, usipigie polisi." Katoa simu ili apigie polisi. Mume wake akawa anabwata kweli yani, hakuna kupigia polisi. Kafika mbele kidogo akamwa simamishe gari. Kuangalia nyuma na ile gari kweli likaenda nao likasimama. Leo kazi wanayo. Huyu mzee sijui amemkosea nini. Akaanaongea mke wake, "Kwani huyu mzee mimi nimemkosea nini? Mbona ananifuatafuata huko nyuma?" Jamaa aliamua shuke zake kwenye gari ili kuongea na huyu mzee kwa nini anamfuatafuata. Kiasi gani anamfuatafuata, amemkosea nini mpaka amfuatefuate. Yule mzee naye alikuwa amesimama tu anamsikilizia aje. Jamaa anaangalia familia yake kule imetulia. Baada ya kufika kwenye ile gari, mzee akamshushia vioo. "Oya vipi, mbona kama unanifuatafuata?" Sasa Mr. Patrick baada ya kumwangalia yule mzee, akaana mkumbuka kumbe washie kukutanaga kwenye supermarket moja hivi. Huyo mzee alishawahi kuja kununua vitu. Baada ya kununua vitu fulani hivi akawa amezingua familia yake. Huko ndo ugomvi ulipoanziaga. Sasa mzee, kumbuka ukimkorofisha tu lazima akutafute akuue. Huyo mzee ni jangili kinoma yani. Kwa wazee wana bifu kinoma. Toka siku ile wakawa na bifu kutangia siku hiyo. Akaana mwambia, "Oya, mbona kama unanifuatilia?" Mzee akasema, "Mimi na safari zangu tu. Kuna sehemu naelekea, sio kama nakufuatilia." Mzee kaanza kujitetea pale, "Mimi sio kama nakufuatilia wewe. Na kazi zangu na safari zangu, naelekea sehemu moja hivi nitwa Natal. Sio kama nakufuatilia." Jamaa akasema, "Hapana. Naona nikienda hivi, naona katisha. Nikikatisha kushoto, naona katisha kushoto. Inaonekana kabisa unanifuatilia." Sasa Mr. Patrick baada ya kumuona mzee sio mtu mzuri, akaamua achukue zake simu ili apigie polisi. Mzee akampokonya ile simu, akaichukua akasema, "Wewe, upigie polisi kivipi?" Mr. Patrick akaamua anaanza kuongea naye sasa, "Oya, nipe simu yangu." Mzee anamwangalia tu. Afu akatabasamu kinoma. Kaambia, "Nataka simu yangu." Kaingiza mkono sasa anagombania simu pale. Sasa mizozo hapo ndipo ilipoendelea pale. Mr. Patrick anagombania ile simu, yule mzee anagombania ile simu isibebwe. Mke wake akatoka kwenye gari nduki kwenda kumkomboa mume wake. Kashika miguu pale kaanza kuvuta. Kamvuta mpaka ile suruali kamvuka. Mwisho akamchomoa nje. Sasa hapa pembeni kuna jamaa mmoja alikuwa anapita na gari lake. Bonge mmoja hivi baada ya kuwaona, akajua labda tu watakuwa wamevumaniana.
kaendelea zake na safari zake. Baada ya kumchomoa mume wake wakawa wanashangaana sasa. Wanashangaa huyu mzee vipi? Mzee mbona anatufuatilia? Tuondoke tu, inabidi tuondoke. Akasema tunaondokaje hapa? Mzee hakuna tuondoke hivi hivi. Anaonekana sio mtu mzuri kwetu. Mama akawakataza wanae, rudini kwenye gari, hamna kutoka nje. Sasa Mr. Patrick akaona sio kweli, bora amfuate ule mzee ili ampe onyo. Akanamwambia, sikiliza familia yangu, sitaki ufuate, kaa mbali na familia yangu. Mzee akawa anamwangalia tu. Kafungua zake gari sasa ili atoke nje. Mr. Patrick akawa anamchora tu ule mzee. Mzee baada ya kutoka nje kule, jamaa akaamua zunguke ili atafute simu yake. Achukue simu yake aondoke. Kuchungulia hivi, huko kunaona mke wake sio alikuwa anaandika nini kwenye kibarua. Sasa akiwa anaangalia hivi, kumbe mzee kama amemtega hivi. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Akawa amekaribia ile simu ili aichukue. Ile anakaribia tu kuichukua, mzee akamkamata akamtupilia nje. Mke wake baada ya kuona vile akatoka nje mbio mbio. Mzee kavaa dude lake la sumu sasa. Anawafuata baba. Pambo yake sumu kashaivaa vizuri, anawatafuta baba. Jamaa kaingia zake kwenye gari haraka ili anamalizia tu kukimbia. Mzee akafanikisha kuingiza ile sumu kwenye ile gari. Ule moshi kidogo kaanza kuufuta ule. Walianza kuchanganyikiwa. Oya, gari wanaendesha ovyo ovyo, waoni mbele, wanaona kama maruerue. Baada ya kuvuta ule moshi, maskini ya Mungu, wakaanza kujiona kama wako ovyo ovyo yani. Wanaona kama manuva hivi. Yani wamechanganyikiwa hivi, watoto wanalia tu ndani ya gari. Oya, gari linaenda kushoto, linaenda kulia. Linaenda kulia, linaenda kushoto. Watoto wanalia tu ndani. Jamaa kaamua atoe simu ili apigie polisi kidogo angalau waweze kupata msaada, lakini mtandao haishiki. Baada ya kuendesha gari kwa muda mrefu akajikuta ametokea katika mji mwingine kabisa huko. Gari linadunda tu. Baada ya kupiga simu sana, simu ikawa inaita lakini haipokelewi, simu ikawa imedondoka chini. Huku taharuki zinaendelea tu, gari linaenda ovyo ovyo. Bahati nzuri hawajapata ajali. Huku watoto wanalia tu. Unajua misukosuko hawajazoea. Yani kifupi ule moshi uliwachanganya kweli yani. Yani kiasi kwamba walivyovuta ule moshi ukasababisha kwamba wakawa waelewi yani. Wanaendesha tu gari ovyo ovyo. Sasa wakawa taharuki zimezidi, gari linaenda tu ovyo ovyo. Maana anataka kusababisha ajali, mume wake akamsaidia kukatisha gari. Gari limeenda mbele huko. Mwisho akatokea tena mbele. Bahati nzuri Mr. Patrick akawa amepata sehemu ya kutengenezea zake gari. Ile gari lao liliharibika na kupata simu ambayo ya kuongea nao kidogo, ya kupata mawasiliano. Sasa akawa anawaambia kwamba vipi naweza kupata mawasiliano na polisi hapa? Watu wakawa wameguna, hapa haiwezekani, hapa ni mbali kidogo, yani kupata mawasiliano ni ngumu. Basi wakawa wamepata na nafasi ya kubadilisha nguo, maana ile misukosuko sio poa. Wakaanza kutengeneza gari lao pale, badilisha tairi, badilisha kila kitu nyuma kilichoharibika. Baada ya gari kutengenezwa, wakaendelea zao na safari. Sasa huko njiani jamaa anasema kwamba huyu mzee ni mshenzi kweli yani. Sijui ana shida gani na mimi. Hani toka zamani alikuwa ananifuatilia sana. Mzee hataki amani na mimi kabisa. Sasa ukiangalia pembeni, wakawa wanashangaa kuona ile gari kama la ule mzee linawafuatilia. Oya, wakawa wanachanganyikiwa. Wasiwasi na taharuki zikaanza kurudi tena. Kila ukiangalia tena pembeni unaona tena kuna gari tena kama la ule mzee. Mr. Patrick akakaa kama amini hivi. Kila akiangalia gari pembeni unaona kama gari la ule mzee linawafuatilia. Macho yakawa yanamtoka kweli kweli. Pembeni tena kuna gari tena kama la ule mzee. Wakapishana tena na gari kama la ule mzee. Aisee, wakazidi kuchanganyikiwa. Yaani magari kama ule mzee kwenye huu mji yako mengi sana. Sasa wanashindwa kutofautisha ni gari gani la mzee linawafuatilia. Mbele kidogo tena wakaona gari tena kama la ule mzee. Wakaona ile itakuwa ndo lenyewe. Wakasimamisha kwanza kidogo, wakapitisha pembeni gari. Wakapitisha gari lao pembeni kwa uoga kweli yani. Kila mtu anaangalia anasema atakuwa ndo mzee nini. Baada ya kuona sio mzee, walilia kweli watoto wake. Sio poa. Na movie yetu ya kwanza, kipande chetu cha kwanza kinaishia hapa. Shusha comment hapo chini, like, share na comment na subscribe ili kupata muendelezo. Ni mimi Phil Genius.